Karibu sana mtazamaji wa JNTV. Ni siku nzuri kabisa ya Jumatano, ikiwa ni asubuhi nyingine ambayo tunakutana kuangalia taarifa mbalimbali. Kumradhi, ni siku ya Alhamis. Mambo yamekuwa ni mengi kidogo. Ndugu yangu Andrew Nehemia pengine huko alipo ananifanyia mambo ambayo si mazuri kidogo, lakini karibu sana mtazamaji, na tuanze kipindi chetu kizuri kabisa cha Mbiu Asubuhi, ikiwa ni Alhamisi ya Mei 14, 2026. Kama ilivyo ada, tunaanza kwenye magazeti. Tunaangalia taarifa mbalimbali ambazo zimeangaziwa asubuhi ya leo kunako uga wa magazeti, lakini pia tunapata fursa ya kwenda kuangazia taarifa za michezo kunako JN Sports. Udondozi wa taarifa mbalimbali, ni kipi hasa kimejiri. Kama ambavyo tunafahamu, ligi kuu ya NBC Tanzania bara hapo jana iliendelea kwa mechi kadhaa kupigwa, na unbeaten Young Africans ikifikia kikomo chake mbele ya walima zabibu wa jiji la Dodoma, kwa maana ya Dodoma Jiji. Na taarifa kede wa kede kuhusiana na masuala ya kimichezo, Manchester City pia wakiendelea kutoa tishio kwa washikamtutu wa jiji la London, Arsenal Football Club, mara baada ya jana kufanikiwa kumchabanga Crystal Palace. Mambo yatakuwaje mpaka mwisho wa msimu, tusubiri na kuona. Lakini mtazamaji, unayo fursa kushiriki nasi kwa maoni yako sambamba kabisa mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale ambapo tutafikia tamati kupitia nambari ya simu ya 0629 00 5965. Unaweza kutupigia simu, lakini pia unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, nasi tukausoma vilivyo kabisa na ukapata kujumuika nasi pamoja kabisa. Bwana Andrew Nehemia, ni asubuhi nyingine, ni matumaini yangu pia uko vizuri. Uko tunasema barabara kabisa. Mungu ni mwema kama kawaida. Ndio tumeamka vizuri. Ndio Mungu ametuamsha vyema, ametusaidia kutupa nguvu ndio na uhai. Tumefika hapa tena kwa ajili ya kujenga taifa. Leo furaha yako naona kama tunasema imepanda zaidi. Matokeo ya jana yanahusika kuongeza furaha? Amna, mimi furaha yangu nikiamka tu salama. Ndio Mungu akinipa uhai wa kuamka salama tu, ndio furaha yangu bwana. Mengine ni extra issue. Kuna nini kimejiri mtaani kwako? Kule amani, yes. Mambo yanaenda vizuri. Ndio sasa hivi angalau mvua zimepungua, njia zinapitika pale. Ukiwa na gari yako unapita vizuri mpaka kwako nyumbani. Ndio sio kama wiki ngapi zilizopita hivi, ilikuwa ni hatari sana, vuta ni kuvute pale. Ndio mtu ambaye anatembea kwa miguu anataka njia, wewe ambao kwenye gari unataka njia, watu wa bodaboda wanataka njia. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni hata unafika nyumbani nasema kweli Mungu asante. Siku hizi tunamshukuru Mungu, mambo yako vizuri na wananchi wanafurahia. Bwana, sasa mimi pia nashukuru, na kama ambavyo nimekueleza, nimefanikiwa kufika hapa salama kabisa. Licha ya changamoto za hapa na pale ambazo tunasema ni sehemu ya maisha. Lakini tumefanikiwa kufika mjengoni kwa mara nyingine, na kwa ajili ya kuja kutekeleza wajibu ama kabisa maagizo ya mtazamaji, kwa sababu unajua hapa tupo tunashurutishwa na mtazamaji. Lazima anasubiri kuona leo mambo yako vipi. Niliowatuma wakaniletea habari, leo umekuja na habari gani? Na hiko ndicho ambacho tunakuja kumwasilishia. Sahihi. Bwana mtazamaji, ni kukaribisha tena kwa mara nyingine, na twende tukaanze moja kwa moja kutazama taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Lakini nisiache kukumbusha kwamba unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Huko kote tunapatikana kama JNTV Tanzania. Unaweza kufuatilia taarifa zetu mbalimbali hapo, pasi na kusahau kushiriki maoni yako kupitia nambari ya simu ya 0629 00 5965. Na moja kwa moja tuanze kuangazia taarifa kutoka kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na habari kubwa imeandika mauaji mwanachuo IFM, nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Yaani maini, nusu kichwa, maini vya kutwa kwa mganga. Hiyo imekuwa mpya tena, kwa sababu wanasema kichwa tu ndio onekani.
Vipi tena maini tena vipi? Imekuwaje? Alikuwa anafanyaje? Lakini uchunguzi unaendelea. Na mbona taarifa za awali hazikubainisha kwamba maini, kwamba mwili ulikuwa na majeraha ya tumbo? Hawakusema. Pengine baada ya uchunguzi kufanyika zaidi, kwamba vimekutwa kwa mganga. Basi mganga, ambavyo bila shaka vinahusishwa kwamba ni vya yule marehemu. Basi mganga atoe ushirikiano wa karibu kwa ndugu jamaa na marafiki na jeshi la polisi, aweze kusema, je, kichwa hiki na maini haya ni ya mwenzetu aliyetangulia mbele za haki Bwana Temba, kwamba bwana ni kweli kabisa. Aseme vizuri kama ndivyo ilivyo, ndio ili wazazi waweze kujua kwamba mpaka maini waitoa maini. Binadamu amegeuka mnyama sana. Ni hayawani kabisa. Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti la Nipashe inaandika watumishi serikalini wabainika kutumia dawa za kulevya. Wana boost. Yaani wakati mapambano yanaendelea ya kina kabisa, au mapambano ya hali ya juu kuhusiana na kupiga vita madawa ya kulevya, lakini kumbe kuna makanjanja wachache ambao wanaendeleza game. Wanatuzunguka, tunasema wanatuzunguka sana, wakati sisi tunafanya jitihada kubwa kunusuru vizazi. Lakini waziri awaweka madaktari kitanzini wagonjwa kukosa dawa hospitalini. Sawa, ndio lakini uchukuzi sasa adhabu ya uchumi, dhahabu ya uchumi Tanzania. Uchukuzi safi sana. Sawa, masuala ya kiuchumi ya. Lakini serikali yagonga mwamba kutaifisha mali za mshtakiwa dawa za kulevya. Yani imegonga mwamba kwa mshtakiwa wa dawa za kulevya. Inawezekana labda walimkisia vibaya. Sasa baada ya uchunguzi ikabainika kwamba huyo mtuhumiwa yupo salama bwana. Yuko salama. Hana ubaya. Hana kona. Gazeti la Majira gazeti la Majira limeandika kwamba namna gani mambo yanaleta mtafaruku, lakini anaandika wabunge wakunwa na TPA, TRC pamoja na Mbarawa. Unajua TPA wanafanya kazi kubwa. Wanafanya kazi kubwa sana. Masuala ya bandarini. Yes. Na bandari ni miongoni mwa kitega uchumi kikubwa sana. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kazi wanaoifanya TPA. Lakini IMF yapongeza ukuaji uchumi wa Tanzania. Sawa. Unajua kirefu cha IMF? International Monetary Fund. Basi hiyo naiweza. Umekuwa sana. Hiyo naiweza. Hapo umedevelop. Lakini kutoka kwenye gazeti la Majira pia mwandishi anasema au anaandika serikali yafunguka mchakato wa kubadilisha NEMC. Mchakato umeanza. Basi tunawatakia kila leo. NEMC ni nini? NEMC hapo unaweza kunisaidia? Yaani kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili kwa Kiswahili hapo. National Electro NEMC. National. Hivi NEMC ni wanahusika na masuala ya uchaguzi hao. Okay. Unajua tena. Kwa hiyo bila shaka ni kwamba yale madai ama pendekezo la wananchi kuhusiana na kubadilishwa kwa namna ya uendeshaji wa shughuli hizi. Sawa? Umeanza kufanyiwa kazi.
Safi. Maana vilio vimeanza kusikilizwa. Safi sana. Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti hili la Majira inaandika kwamba wauguzi na thamani ya kuokoa maisha katika mitazamo ya dini. Vyema. Lakini Chevron yaonesha nia ya kuwekeza nchini. Unajua uwekezaji ndio ambao unavuta tunasema fursa nyingi sana, kwa sababu sisi ni kweli tunaweza kuwa na rasilimali lakini je, tuna mtaji wa kuwekeza kwenye hizo rasilimali? Hapo. Tunahitaji kuwa na mwekezaji ambaye ili afanye makubwa, atufungulie fursa na sisi ambao hatuna uwezo wa kwenda kuzitumia zile rasilimali moja kwa moja. Unajua hata uwekezaji ukifanyika hapa nchini, ndio at the end tunapata ajira nyingi kwa sana vijana. Ndio. Kwa sababu kama mwekezaji anatokea tuseme Holanzi, anatokea Brazil, hawezi kutoka na vijana wa Brazil waje kufanya kazi huko. Sahihi. Atakuja na wale wataalamu kuhusiana na hiyo project, lakini wale wengine wa chini vijana tutapata ajira vijana. Tuendelee kuwaombea wanaofanya hizo jitihada, basi iwe kwa manufaa ya taifa zima, si ndio? True. JKCL yatahadharisha elimu lishe kwenye mitandao. Unajua kuna tena hii elimu lishe mtandaoni. Siku hizi vijana hawajisumbui bwana. Kuna mtu mmoja anaitwa mtaalamu huyo. Mmoja anaitwa ChatGPT. Vijana huyo wanamtaabisha sana. Bwana, ni kwamba inakuwaje hapo? Wanamtaabisha sana. Mtu anamuuliza, "Leo nile nini?" Anamwambia, "Habari Nehemia." Leo kutokana na leo pengine umechoka, unaona kazi kupika. Nenda gengeni nenda kwa mama ntilie, nunua chapati 2 na juisi ya 500. Vijana hawateseki sasa. Kwa hiyo hapa nasema wametahadharisha hiyo elimu lishe mnayopata mtandao. Of course. Na mimi watu ambao wanapambana nao, yaani siku hizi kumekuwa na wimbi kubwa sana, ongezeko la akina shughuli mali kama ninyi. Ndio. Ukikaa tu nyumbani na simu yako nzuri, unajua leo usile ugali. Mimi shughuli mali nimekulia kijijini. Ndio. Na kila siku nakula ugali. Ndio. Ugali maharage, ugali sijui majani ya maharage, sijui unaelewa? Nakula ugali sijui na mchicha tu. Ugali dagaa nyama. Mshaikula hivyo vitu. Lakini siku hizi unaambiwa kwamba usile ugali nyama. Aise. Tangu lini? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Mtu mwingine anakuambia asubuhi kula tu yai moja. Wewe kuweza. Mtu wa mjini atakuelewa. Lakini wale watu wa vijijini huko ndani huko, watu wa Singida huko vijijini, watu wa Kigoma vijijini huko watakuelewaje? Hiyo haijakaa sawa. Haijakaa sawa. Kwa hiyo hawa watu kina shughuli mali ambao wanaifanya wao ni wataalamu wa afya, lakini kumbe wakamatwe, waulizwe wewe kibali kipo wapi na umesomea wapi na una uhakika na kitu ambacho nakizungumza, na nani amekuruhusu kutengeneza haya maudhui kwa sababu mtandaoni. Ndio maana wanafunzi wanapohitimu wanafanya research. What does it mean? Kwamba ukifanya research unakuja na kitu ambacho ni nini? Ni uhalisia. Nimefanya research kwamba watu wasile ugali usiku. Ndio. Hiyo mbona kama ni nzuri? Mbona kwamba nimefanya research watu kwamba kula ugali usiku kuna madhara haya na haya na haya. Hapo utakuelewa. Lakini usituletee bla bla. Mimi kataze kula ugali mimi. Haiwezi kuwa sawa. Ndio mimi ile sio mtazamaji. Mimi hapa mimi. Umeongea kwa hisia sana. Nimetoa elimu. Sawa kabisa. Elimu ya bure. Hailipiwi. Lakini gazeti la Majira hilo linaandika ukurasa wa nyuma kabisa, Yanga Sports Club yachapika dimba la Airtel Singida. Yanga wamechapika. Huyu mwandishi Yanga wamechapika. Mwandishi hivi akuona neno lingine tofauti na la yachapika. Sisi tunasema Yanga wamechapika. Hivi inawezekana ndio majiji walikuwa wanatumia fimbo za naniliza za mizabibu.
na wanawachapaji. Kumbuka Andy Bikoko ni Mkongo. Ni Mkongo. Munganga ni Mkongo. Na amewachapa katikati ya dimba pale jana. Wamewachapa sana. Munganga ana nguvu. Yanga Sports Club yachapika bwana dimba la Airtel Singida. Gazeti la Majira. Mwandishi wa gazeti la Majira, sisi usituchonganishe na tusiingie kwenye kesi. Hatuna kesi. Yanga yachapika. Lakini Okello Pedro Wangara April 2026. Safi. Simba Mashujaa haina kufeli leo Kigoma. Letanganyika pale. Huyu mwandishi anasema kwamba Yanga yachapika. Huku anasema Simba Mashujaa haina kufeli leo Kigoma. Sasa hapo mwandishi ametumia usanaa. Usanaa. Unaona hiyo sentence ilivyokaa? Ndiyo. Kwamba hakuna manake kama kukitokea inawezekana Simba kafeli au Mashujaa kafeli. Sahihi. Yote yanawezekana. Gazeti la Mwanahabari linaandika kwamba bajeti ya kimkakati. Kuna maelezo mafupi hapa, anasema naomba nikusomee bwana Andrew pamoja na mtazamaji. Profesa Mbarawa aliomba bunge trilioni 2.87 sawa kutekeleza miradi SGR, bandari na viwanja vya ndege nchini pamoja na huduma za usafirishaji. Waziri wa uchukuzi bila shaka alikuwa anamaanisha, mwandishi alikuwa anamaanisha wizara ya uchukuzi yaja na vipaumbele 8. Sawa, abainisha serikali kukipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza kuwa kiwanja cha kimataifa. Safi sana, safi. Badala ya kupokea watu pale Mwalimu Nyerere, sasa tutakuwa tunawapokea Mwanza. Ni vizuri, unajua Mwanza ni moja ya mikoa ambayo ina kiuchumi imejijenga. Ndio. Kwa sababu pale tunajua kuna ziwa pale. Sahihi. Ambapo samaki pia wa kutosha wanavuliwa pale. Ndio. Uwezekano upo wakivua samaki ili kuwasafirisha huko nje ya nchi kwa ajili ya kibiashara. Ndio. Kwa ni rahisi kuliko samaki zivuliwe na nili Mwanza zije mpaka Dar. Dar ndo zipande ndege kuelekea sijui wapi huko. Na uzuri hapa pia mzunguko. Kitu kingine kizuri ambacho nimekiona ni kwamba unajua Mwanza imepakana na mikoa ya Arusha. Si ndio? Si mbali sana pia kutoka Mwanza kwenda Manyara kabisa. Si ndio? Kiufupi sana ipo karibu na mikoa ambayo kuna vivutio vingi vya utalii. Si ndio? Sahi. Kwa hiyo mtalii badala afike Dar es Salaam kisha aanze safari tena ya ndege kuelekea Mwanza. Anatua tu Mwanza moja kwa moja. Moja kwa moja. Anaingia zake pale kwenye. Lakini pia hapa ipo haja ya kumshauri Profesa Mbarawa kwamba pia ipo haja ya kutazama kuhusu uwanja wa ndege wa KIA kufanya huo uwanja mkubwa pia kule Kilimanjaro. Kilimanjaro. Ni kweli unaitwa Kilimanjaro International Airport. Ni uwanja wa kimataifa lakini bado hujakaki bado standard yake. Tunatamani uwe na uwanja kabisa mkubwa wa kimataifa ambao yani wewe unatamani uweje, yani uwe waboreshe, sijakupa kumbe waboreshe. Natamani waboreshe kiwe kiwanja kikubwa, yani kizuri chenye hadhi kabisa ile. Tunaposikia international airport tuone kweli ni international. Kwa hapo ni vyema, kumbe maboresho. Safi sana. Kwani unielewaje? Mimi nikajua nataka wabomoe waanze upya. Gen Z kuwa makini. Sawa. Lakini gazeti hilo la Mwanahabari linaandika kwamba Dr. Mwinyi azitaka kamati za maadili CCM kufanya kazi kwa ufanisi. Sahihi. Sawa? Gazeti la Mwanahabari ukurasa wa nyuma kabisa ambako habari za michezo huwa zinaandikwa, mwandishi anaandika kwamba Yanga yapigwa na Dodoma Jiji 3-2. Wamepigwa. Wamepigwa bwana. Wamefungwa bwana. Wamefungwa tena bwana. Waziri Makonda ashiriki tukio la makubaliano AFCON. Lakini Ismailia yapiga hodi kwa Mabula.
Unajua Mabula yule mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Wanataka kumchukua. Wanataka kumchukua huyu Ismailia ya nchini Misri. Sawa, sisi tunafurahia sana kuona wachezaji wa Kitanzania ndio wanapozidi kupata fursa kama hizi, ndio kuzidi kusogea mbele. Tunatamani kuona kina Samata, siku moja unamwona pale Liverpool. Sahihi. Unamuona si Msuva anang'ang'aniwa na Arsenal, wanapapatuana Arsenal kutaka saini yake ya Msuva. Jambo jema. Tusikie siku moja Arsenal na Man City wameingia kwenye vita ya kuwania sahihi ya Kibwana Shomari. Si ndo hapo? Tusikie siku moja Real Madrid, PSG, FC Barcelona, Bayern Munich zimeingia kwenye vita, wanapigana vikumbo kuwania sahihi ya mtu Nixon Kibabage. Hatari sana mtitumo. Siku moja tusikie. Itakuwa ndipo tunapotamani. Sawa, kila heri. Mungu awaongoze bwana. Lakini tukiondoka kwenye gazeti hilo la Majira la Mwanahabari, tugeukie gazeti la Mwananchi Huru. Yes. Balo limeandika kwamba shuhuda za kusisimua waliofanyiwa upasuaji kupunguza uzito hospitali ya Shifa. Mashuhuda, watu wanatoa ushuhuda. Kuna watu ambao uzito umezidi. Ndio? Manake mtu ni mnene labda kupitiliza. Sasa wanapunguza labda zile nyama, yale mafuta. Wanakata? Sijajua inakuaje sasa. Au utaalamu unakuaje? Sasa kama kupunguza uzito, mimi ninachojua unapotaka kupunguza uzito ni kama ninavyofanya mimi. Mazoezi ya kila siku, jogging. Ndio. Dakika 30 za moto. Ndio. Unazijua zile? Kwa sababu sisi tunasikiliza tu. Unajua kwa sababu hatuoni unapofanya huko mazoezi. Inabidi tuamini. Sasa tutafanyaje? Lazima uamini. Nikwambia risali moja ya moto kweli. Ndio. Dakika 30 za moto kweli za mazoezi. Mimi ndo utaratibu naofahamu. Sasa hao ambao wametoa ushuhuda kuhusiana sijui kupunguzwa kwa uzito. Ndio. Sasa hapo ni wataalamu wa afya. Labda kuna chemical wanazitumia, sijui tena. Ndio? Kupunguza masuala ya uzito. Tusubiri tuone. Tutasoma hapo. Ndio. Yes. NIT. NIT. National Institute of Transport. Yes. Yapokea wanafunzi 22 wa kwanza kozi ya urubani. Urubani. Unajua ilikuwa ni ndoto yako ilikuwa nini ulipokuwa shule ya msingi? Ndoto yangu bibi, udaktari sana. Uandishi wa habari. Ni kweli? Written. It was kwa macho ya nyama. Written. Kwa macho ya nyama. Na macho ya kiroho. Ni vitu vinavyokinzana hapa nikikutazama. Mimi nikwambie, ndoto yako ilikuwa ni nini ulipokuwa shule ya msingi? Kuja kuwa nani? Vitu hivi viwili. Nikifeli daktari, ndio nije kwa mwandishi wa habari. Kwa kipi kilikuwa mbele zaidi? I wrote them. It was to be a doctor. But pale form 4 ndio mara baada ya kupata physics D na wakati huo mahesabu uongozi nyoka hivi, sema hesabu zilipinda. Hesabu hazikupinda. Hesabu mimi nitoboa fresh. Hesabu mimi nimenyosha. Na C yangu safi hesabu. Kipindi hicho ukipata C wewe ni mwamba kwenye hesabu. Unajua sasa ikawaje nimepata D ya physics, na wakati wa mheshimiwa hayati John Magufuli mwanaume kupata D physics ndio kuchaguliwa masomo ya science ilikuwa ni ngumu sana. Sasa bwana mimi nikapangiwa advance, nikasema wao wamenipangia huku, ndio mimi nikifika huko na badili juu kwa juu. Najua ulipangara wewe sio analopanga Mungu kabisa. Nilipofika huko shule nzima ya advance ina combination za arts. Ndio. Na wazazi wameshalipa
kila kitu, magodoro amenunua, si majembe, si mafyekeo, si ndoo, si nini, ada ya mwaka mzima. Ndio. Kwa hiyo nilipofika kule machozi yakanitoka kwanza. Siku ya kwanza, siku ya pili nalia. Napigia wazazi, wanakuambia tulia. Kwa hiyo nikatulia. Sasa ulipangalo, Mungu ana njia zake. Sahihi. Kuna siku nitakuwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo. Si utanipa kitengo? Moja kwa moja. Lakini mtazamaji, tunaendelea kutazama taarifa za magazeti. Asubuhi ya leo kipi ambacho kimeandikwa, na tukisalia kwenye gazeti hilo hilo la Mwananchi Huru. Yes. Baba asema kichwa cha James Temba kimepatikana Kitunda. Mbona kama twende muda huu Kitunda kule? Kitunda kumbe sio poa Kitunda. Twende muda huu tukahoji kule, tukamuulize huyu aliyetunza kichwa. Kichwa alikuwa anakilisha nini? Cha nini? Unacho kichwa tayari. Kingine cha nini? Sema damu nzito ndugu yangu, damu nzito. Wewe jiulize, pamoja na mwili kukokotwa, lakini bado mtu umekaa na kichwa cha mtu. Waogopi? Au ni imani za kishirikina hizo? Huyu tukimchekea huyu anaweza akakata hata hela zetu. Huyu anayekata vichwa huyu akaingia kwenye mifumo. Huyu tusimchekee. Ila watu wa Kitunda, imekuwaje tena Kitunda kule? Na kule ipo haja kubwa sana ya kuweza kufahamu. Sahihi. Sahihi. Imenisikitisha hii kabisa. Hii sio njema kabisa. Akamatwe, atuambie na vichwa vingine vya watu wengine viko wapi? Vipo wapi? Au unasemaje? Ndio. Na huenda amehusika kwenye matukio mengine tofauti na hili. Atupe ushirikiano. Kumbe mtu amezoea kuweka vichwa. Kuhifadhi vichwa. Sio vya ng'ombe, sio vya mbuzi, sio kuku. Kichwa cha mwanadamu wenzako. Kipo umekaa nacho ndani. Labda alipiga ganza kisioze labda. Imetuuma sana. Sisi kama Watanzania ambao daima huwa tunaishi kwa upendo. Unajua Watanzania ni moja kati ya watu wenye upendo. True. Tena upendo wa kweli. Bwana, haya. Gazeti la Wamachinga inaandika Profesa Mbarawa aja na vipaumbele 8 uchukuzi. Dr. Mwigulu, Tanzania yaweka kipaumbele uwekezaji wa viwanda. Bwana, uwekezaji wa viwanda sawa. Lakini ujenzi wa kituo cha kupunguza msukumo wa mafuta Handeni wafikia 77%. 77. Parefu. Na unajua changamoto hii ya mafuta ni changamoto ya dunia kabisa. Na kupanda kwa bei nako lazima pia kuchangie. Gazeti la Wamachinga ukurasa wa nyuma kabisa, ambapo habari za michezo huwa zinapatikana hapo. Anasema Diaby atajwa kuchukua mikoba ya Baka. Diaby. Wa wapi? Yoro. Kitasa cha Azam. Si ndio? Kwa sababu hii picha inamuonesha Yoro Diaby kabisa, kwamba huyu ndio hapa habari picha inamuonesha Yoro Diaby ya Ibrahim Baka. Command Sergeant Baka. Baka anataka aelekee wapi? Pengine amepata dili lingine. Yawezekana. Ila yule dili zake zote lazima zinagonga nyumbani. Au anakwenda upande. Unajua tena. Anachepuka kidogo. Labda anataka akatumikie sasa taifa pia. Baka. Sergeant. Ila kwangu mimi Yoro Diaby na Ibrahim Baka. Nisiseme mengi. Kwenye Gen Sport. Tuwasubiri waje. Lakini taarifa nyingine inaandika Rais Samia atoa pongezi kwa Tanzanite Queens. Kocha Julio apanga kuigomea Simba.
Mashujaa hapeleki timu au? Kuna kuigomea, kuna namna nyingi sana. Inawezekana kuigomea kufunga goli hata moja, au akaamua aigomee Simba isipate hata shot on target hata moja. Ila Simba ana mchezo mgumu siku ya leo. Nikwambie bwana. Mgumu kivipi? Shughuli mali, kwa sababu kwa historia ndiyo ya mpira wa miguu, timu ikiwa nyumbani ina advantage kubwa sana ya kuweza kumaintain mechi. Mbona Dodoma hawakuwa nyumbani? Ila pale na Dodoma ndio wamempeleka Yanga wapi? Kule. Maana yake Dodoma hapo nyumbani kwao ni Dodoma. Waliwakaribisha Yanga. Jamani, sisi kama wenyeji ni kama mimi ukiniambia tunawapokea. Nikwambia bwana Shughuli Mali leo nakuja kwako. Unaniambiaje sasa mimi leo uje Bunju? Wewe Ubungo. Unaniambia bwana Andrew njoo Bunju. Wewe ndio mwenyeji umeamua. Ndio. Nitakuwepo Bunju na kufuata mimi huko. Shida iko wapi? Kwa hiyo anaigomea. Yawezekana kagomea. Yawezekana. Amesema kwamba amepanga kuigomea. Unajua amepanga sana hivyo. Ndio. Bado utekelezaji bado anapanga. Elewa Kiswahili. Elewa Kiswahili. Huyu inawezekana ameshapanga zamani sana huyu. Ila anataka kwenda kutekeleza. Na sio. Sawa, vyema. Tunaelekea kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Yes. Treni ya SGR yapakia abiria milioni 2.51 katika miezi 9. Milioni 2. Ni watu wachache au ni wengi hao? Kwa sababu mimi ni mtu wa uchumi zaidi. Miezi 9. Kwa miezi 9 ni kipato kikubwa sana kwa taifa. Assume SGR kutoka hapa mpaka Dodoma. Ndio? Elfu ngapi? 30 ngapi sijui. Umeona? Maybe 35. Ndio? Wamebeba watu hao, si milioni ngapi? Piga mahesabu. Milioni 2.51. Mahesabu hapo ni kama wameshaingiza bilioni na ushe. Mahesabu madogo kama hayo, nataka wewe ujue mahesabu, achana na calculator. Kumbe kweli inawezekana ulipata C. Achana na calculator, itakusumbua sana. Naanza kuamini kidogo. Yaani kuna kwamba ulipata C. Kuna vitu vya hesabu ambavyo ni rahisi sana. Hapo na kueleza kiuchumi zaidi. Nitasema nini mimi? Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti la Taifa Tanzania linaandika kwamba marekebisho sheria ya ndoa bado ipo katika ukusanyaji maoni. Au ndo ile hoja ya mbunge ya kuhusu kwamba mkiachana, kama sijamnukuu vibaya, kwamba mkiachana nyumba ifanyeje, sijui wote mwache nyumba muondoke. Tunamwachia nani? Ndio hivyo sasa, mmeachana. Tunamwachia nani? Hamna kugawana. Mwache nyumba muondoke. Hamna. Tunaleta katapila inavunjwa. Mwingine anaondoka na mabati, mwingine tiles, yule anaondoka na makochi nini na kila kitu. Inawezekanaje kwanza kiwanja watu pia mmeshakuwa wanandoa, mnaachanaje jamani? Au umechokana? Hilo kweli nalo. Au kumpenda wakati unamuoa. Ndio maana nasema wewe makini swala kuoa, wewe mtu ambaye unahisia naye. Sio, naelewa hapo nikizungumza kwenye hisia. Naelewa. Nisianze kutoa somo la ndio. Maana uchelewi. Umeona? Kwamba jitahidi sana hapo, tafuta mchumba uweze kupata mtu ambaye unaendana naye ndio kimawazo, ambaye anasapoti maono yako wewe bwana Shughuli Mali, ndio ambaye anajua kwamba maisha yako vipi, sijui naipata vyema na kupata barabara vipi. Ndio sio napata mchumba siku ya kwanza naanza kuomba hela ya kusuka, mtihani sana. Mchumba huyo
anataka weekend mtoke out mkale bata, itakuwa ni bata au batani? Hapo itakuwa ni kula taka. At the end ukija ukamoa mtu kama huyo kuwa familia, lazima familia itakuwa ni ngumu sana, lazima mtaachana. Mbona wewe ni kijana mdogo una mawazo makubwa sana? Mimi si mtu wa kusoma vitabu. Ah. Na kusikiliza watu ambao wanazungumza masuala kama haya. Kwa hiyo nakwambia wewe kijana, ndio uweze kujua kwamba maisha yako vipi. Mimi kumwoa mtu ambaye uko kwenye hisia naye vizuri, ndio hamtakuja kulalamika sio masuala ya tendo la ndoa liko vipi. Unanipata hapo? Nakupata. Tunatoa elimu kwa mtazamaji pia wa JNTV. Yes. Sasa kumbe tupo kwenye magazeti. Tupo kwenye magazeti. Nikajua tumeingia kwenye nani. Haya, tuendelee. Kwenye mjadala. Kwenye jahazi la upendo. La upendo. Sasa umeipa wakati wa kuelezea kutokana na taarifa hiyo. Na huwa naonya kwamba bwana Andrew Nehemia anaweza akalonga mpaka kesho asubuhi. Sahihi. Ni saa 1:46 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Yes. Bado tupo tunaendelea kuangazia kile ambacho kimejiri kwenye magazeti ya Tanzania asubuhi ya Alhamis Mei 14. TBT. Bwana, Throwback Thursday. Rudia. Throwback Thursday. Kweli ulisoma English, ukusoma English. Na hii ni kazi ya madam moja pale. Ndio. Maeneo ya Kibaha Kongowe pale. Moja ya shule nzuri sana. Nimehifadhi. Madam. Madam. Tayari muda mrefu. Achana na nani, kijana mdogo sana. Ni mawazo ya watu wazima. Sawa. Taarifa nyingine inaandika kwamba Waziri Mbarawa anasema wakuu wa TRC na TPA wapongezwa kwa mafanikio sekta ya uchumi. Lakini gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa nyuma unaandika kwamba mashujaa wameingia kwenye hesabu za Simba. Matola atoa onyo kali. Uwanja ule leo. Kwanza ukumbuke ni vita ya Simba dhidi ya Shujaa. Na ni vita ya Simba na Shujaa. Huwa haitwi shujaa kama hajafanya mambo ya kishujaa kabisa. True. Kwa hiyo huyu Shujaa inaonekana kabisa kuna vizingiti vizito alishawahi kuviruka mpaka akaitwa shujaa. Hatari sana. Na hakuna asiyejua balaa la Simba. Hatari. Ukienda mwituni au msituni, mnyama pekee ambaye tunasema ni wa nyota 5 ni Simba. Kwa hiyo leo ni vita ya Simba na dhidi ya Shujaa. Sasa je, Simba kuendeleza usimba au Shujaa kuendeleza ushujaa? Kila laheri timu zote mbili. Tunasubiri na kuona. Lakini kuna kibonzo hapa. Nasemaje? Kuna kibonzo hapa kuna kibonzo kinaonesha kinacheka sana. Alafu kina kipara. Imeandika ukiona kuna jam kubwa nunua Blue Band. Lakini ukiona kuna jam kubwa nunua Blue Band. Tumwachie kibonzo. Kibonzo. Tumwachie kibonzo. Real Madrid yafunguka, Mbappe hauzwi licha ya tetesi za migogoro. Basi wazidi kukaa naye. Wazidi kukaa naye. Ndio. Sisi tunafikiri tuna shida? Ndio. Sisi hatuna shida. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Sisi watu wa football. Hatuna shida. Sio nyinyi Barcelona? Sisi hatuna shida. Hamna shida? Sisi sijui watu wa Arsenal, sijui watu wa sijui kina nani? Ndio. Sisi yani huko hata wapigane huko Manchester sijui nini. Sisi tunawasubiri. Taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti la Taifa Tanzania linaandika Nicolas Jackson anukia kutua Italia. Juventus yatajwa. Safi, karibuni. Juve wanatajwa kuwania sahihi ya
Nicolas Jackson, nyota wa kimataifa wa Senegal. Mabingwa mabingwa wa mashabiki. Yaani siku hizi tutapata taarifa za usajili nyingi sana, unajua. Alafu hao watu wanaozungumzwa ndio usikuta hata mmoja achukuliwe kwenye hiyo timu. Mimi nakwambia tetesi. Mbappe wewe umeona juzi nimekwambia kwamba pale USA wanamhitaji. Pengine wanamhitaji kwa ajili ya kwenda kutazama NBA. Haya. Yatakushangaza na Gazeti la Raia Mzalendo linaandika hili tumeshapita nalo. Raia Mzalendo. Naam. Si ndio? Bado ile. Hospitali ya Shifa yaleta tabasamu kwa vibonge. Tunakwambia vibonge 20. Bwana, vibonge 20 vimetabasamu. Kwa hiyo nataka kuwa modo. Hospitali ya Shifa yaleta tabasamu kwa vibonge 20. Kwa hiyo wanataka kuwa modo kama mimi. Bwana, mtaani kwako kuna vibonge wangapi? Vibonge pale ninapoishi mimi sijui na sababu wanashinda ndani siwaoni. Ni siwaoni kwa vibonge. Naona watu wana upambanaji. Vibonge 20 vimetabasamu. Wamepunguziwa uzito. Hivi kuwaita vibonge ni kwa kubwisha. Kuwakubwisha. Hapo nimefanya kitu ambacho nakihitaji kwenye Kiswahili unajua. Una namba ya mwalimu wako wa Kiswahili hapo? Hapo si nimetoa. Umetohoa. Hivi ni kutoa ni kufanya nini? Kutohoa ni kutumia maneno yale kisha sio kama hapo. Ukatengeneza neno lingine lenye kuleta tumewakubwisha vibonge. Sasa wenyewe tayari ni vibonge, unawakubwisha vipi? Hasa hapo kama vile tunawanyanyapaa. Ukiwaita vibonge. Yaani hii ni sawa na yaani hii ni sawa na kusema watu 10 waliokonda. Si ndio? Vibonge. Au mimi naelewa vibonge. Watu 20 wenye uzito uliopitiliza. Wapata tabasamu. Nikikwambia kwamba Kiswahili kimekaa, mimi na Engineer Hersi ndio tunatamani kuona Kiswahili kikichumpa mipaka. Kwa hiyo najitahidi sana kuwaletea misamiati mizuri ndio ili uweze kuelewa. Tunaendelea kwenye udondozi wa magazeti ikiwa ni saa 1:53. Ni asubuhi ya Alhamis ya Mei 14 mwaka 2026 na hii ni JN TV. Mtanzania leo linaandika JKCI ALMC wadhamini siku ya wauguzi duniani Arusha. Safi kabisa. Masuala ya kiafya. Masuala ya kiafya hayo. Tukapime. Bwana Andrew, katika vitu ambavyo hutakiwi kufanya ajizi ni pamoja na kuichezea afya. True. Ukinunua gari la bilioni 50. Gari la trilioni 3 hata likichomwa moto, unao uwezo wa kulinunua tena baada ya miezi miwili. Sawa? Na unaweza ukawa na 90% au 95% za kuweza kupata tena hilo gari. Sahihi. Wakati linapotea unakuwa na hizo asilimia kwamba hata kama hili gari limepotea leo au jana, kesho naweza nikapata. Sahihi. Lakini afya ikishatetereka, hata ukiwa na mabilioni, hata ukiwa na umerundika trillions of money, huna uhakika wa kurejesha afya yako kwa siku ya kesho au kesho kutwa, hata kama una pesa nyingi. Kweli. Kwa sababu pesa zako unaweza kuwa nazo lakini bado zikashindwa kurejesha afya. Sahihi. Kwa hiyo usifanye ajizi katika kutunza afya. Afya ni mtaji. Afya ni mtaji. Lakini pia katika kutunza afya, ukiona mtu afya yake imezorota, imetetereka, basi kama una nguvu walau hata ya 1% au 2%,
kushiriki kwenye kurejesha afya yake, pia usifanye ajizi. Sahihi. Shiriki kwa namna moja ama nyingine ya kurejesha afya ya mwenzetu ambaye afya yake imetetereka kwa namna mbili. Kwa kushiriki kwa kuchangia either dawa, vifaa vya matibabu au pesa taslim. Nice. Au kwa kuchangia kwa maombi pia, kwa kumwombea mwenzetu. Safi sana, safi sana. Hapa nimekupata. Yes. Nimekupata. Umeanza kukua. Nimeanza kukua? Umeanza kukua, sio mbaya. Kesho naenda kuweka ndevu. Safi sana. Ili ni ukue zaidi. Nikue zaidi hapa. Kwa hiyo hizo sio ndevu. Hizi wananicheka sana, wananiambia zipo kama ndevu za joto. Wananiambia kwamba hizo sio ndevu, hizo ni kutokana na joto kali la Dar es Salaam. Sasa nakwenda kukomesha, kesho naenda kununua ndevu. Safi sana, safi sana. Tunasubiri. Kama tunasubiri tuone. Unajua ya Karim Benzema yule, kama Karim. Yes. Au Mohamed Salah kipindi kile. Sawa. Mtu mmoja au Romelu Lukaku. Basi nakupongeza. Bwana Andrew, tumesalia na dakika 4. Yes. Kufika saa 2 kamili za asubuhi. Na hapa tunasema nimetia nanga kwenye udondozi wa taarifa za magazeti asubuhi ya leo. Yes. Habari mbalimbali tumeangazia hapo, lakini tumeona habari kuhusiana na afya imekuwa ni habari ambayo imegusa karibu kila gazeti kabisa. Lakini pia masuala ya uchukuzi yamegusiwa karibu kila gazeti, lakini kitu ambacho mimi kinanitokota mpaka sasa, moyo unapwita mpaka sasa, ni pamoja na taarifa kuhusu usalama wa raia na mali zao. Kabisa. Unajua, kwa siku za hivi karibuni matukio haya yameonekana ya kawaida. Ngoja nikupe mfano mmoja au kitu kimoja ambacho kwa nyakati za nyuma kilikuwa kinaonekana kama ni cha eneo moja tu. Kuna wakati fulani ulikuwa ukisikia taarifa kutoka Njombe, taarifa kutoka Iringa na Geita. Mikoa hii ilikuwa yaani ulikuwa tayari mtu ashakariri kwamba akiona taarifa kutoka Iringa ni ya ukatili. Akiona taarifa kutoka Geita ni ya ukatili. Sasa mambo yamebadilika, hayapo hivyo tena. Mambo yamechange. Mambo hayapo hivyo tena. Mambo sasa hivi yapo kila mkoa. Sawa? Sijui unanipata? Yes. Kwa maana yapo kwa, tunaweza kusema ni si kwa kiwango kikubwa sana, lakini sasa hivi maana yake yamefanikiwa kupenya na yametapakaa katika kila mkoa. True. Kila mkoa kuna taarifa za ukatili. Yes. Sawa? Maana yangu ni nini? Ilianzia kwenye eneo dogo, imetapakaa nchi nzima. Si ndio? Tupo kwenye kiwango ambacho si kikubwa sana. Sawa? Maana yake tupo chini. Sasa kama ilifanikiwa kutoka kwenye eneo dogo ikasambaa nchi nzima, maana yake pia tukileta mzaha itatoka kwenye kiwango cha chini itakwenda kiwango cha juu. Serious. Kwa hiyo usalama wa raia na mali zao ni kitu ambacho naweza kusema kiwe mstari wa mbele. Kweli. Umezungumza, umenena. Na hapo umenena. Kwa watu wa mamlaka husika. Yes. Watekeleze wajibu wa kulinda raia na mali zao, lakini pia sisi raia tutekeleze wajibu wa kulinda raia wenzetu na mali zao. Unajua, hata watu tuliowapa mamlaka ya kulinda raia na mali zao, kwa maana ya watu wa vyombo vya ulinzi, bila sisi kweli hawawezi kufanya kazi yao kwa 100%. Yes. Kwa sababu mfano mdogo, inapotokea changamoto nyumbani, mtu labda mzazi amemjeruhi mtoto wake, si ndio? Yule mtoto asipokwenda kusema kwenye vyombo vya ulinzi,
hakuna mtu ataijua kwamba kuna ukatili ule mtoto amefanyiwa. True. Kwa hiyo sisi raia pia lazima tutekeleze wajibu wetu kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi. Umemaliza kazi. Na watu wa vyombo vya ulinzi watekeleze wajibu wao kwa kushirikiana na sisi. Yes. Na kuhakikisha usalama wa kwetu na mali zetu. Kwa hiyo tusifikie kwenye hatua ambayo mtu anaogopa kwenda kuangalia mechi ya UEFA Champions League saa 5 usiku. Sahihi. Tusifikie kwenye hatua ambayo mtu anaogopa akiambiwa, bwana, huku kuna kampuni moja inahitaji mfanyakazi. Tunaomba kesho saa 1 asubuhi ufike ofisini. Alafu ikafikia hatua kwamba huyu mtu simjui. Mbona napata wasiwasi kwenda hivi, hao ni sio matapeli kweli? Tusifikie kwenye hiyo hatua. Hiyo ni hatua mbaya. Mimi bwana, wakati tunamalizia mimi nisemeje kwamba swala la ulinzi kwanza ni wewe mwenyewe. Ndio? Kujilinda wewe mwenyewe. Na maana gani? Sasa hivi watu wamebadilika kwa kiasi kikubwa. Watu wameingiwa na roho za kinyama, yani roho ambayo ya kishetani, si ndio hivyo? Sahihi. Unaweza siku hizi kuna unatembea njiani, unayemwona nyuma yako humwamini, unayemwona mbele yako yani humwamini kabisa kwamba je, atakuwa ni mtu salama? Ndio. Tunajua jeshi la polisi ni kwa ajili ya kulinda raia na mali zao, si ndio hivyo? Sasa je, wewe umetembea kutoka barabarani kule mpaka huku umefika, si ndio hivyo? Ndio. Je, umekutana na polisi yeyote leo? Nimekutana na wanajeshi watatu kutoka barabarani mpaka kufika hapa nilipofika. Ndio. Safi sana. Kama hivyo jambo zuri. Lakini nimekutana na bado hujamaliza kuuliza maswali. Umekutana nao wapi sasa? Yaani ungeniuliza umekutana nao kwenye mazingira gani? Mazingira gani? Nimekutana nao wakiwa na wao wanaelekea kazini. Sawa, ndio hivyo. Japo wale wanaweza kusaidia kama kuna jambo ambalo limekusibu, ndio imetokea, wanaweza kusaidia. Lakini je, ukiwa unatembea mwenyewe unafikiri nani yakufanyia ulinzi? Lakini mimi nina kitu kimoja cha kuweza kushiriki na wewe, lakini pia kushiriki na mtazamaji. Siku moja nikiwa nyumbani Mtwara. Sawa? Unajua Mtwara kuna utamaduni pia wa watu wa vyombo vya ulinzi hao. Yes. Wanajeshi, polisi. Kuna utamaduni pia wa kuwa wanatembea usiku kwenye maeneo ya mji, yaani mitaani. Yes. Wanatembea tu na gari lao, wanajeshi wanapita mtaani. Sawa? Ile inasaidia kama kulikuwa na mtu ana fikra ya kufanya uhalifu, atahofia kwa sababu anaona kwamba kuna watu wa vyombo vya ulinzi wana utamaduni wa kupita mtaani usiku. Vipi kama wakinikuta nafanya uhalifu? Yes, kweli, sahihi. Si ndio? Kwa hiyo ule utamaduni sijui kama bado mpaka sasa hivi upo. Nimewahi kuona Mwanza. Ndio. Nilipokuwa Mwanza mimi niliona kabisa naona Mwanza pale maeneo ya chuo usiku utawaona mafande na uko very serious. Ndio. Unajua kuna vijana wengi maeneo ya chuo pale unajikuta sana wanaingia sehemu za baba hizi, wanafanya vurugu sijui nini. Ikifika saa 4 ndio hakuna kuonekana mtu sijui yuko sijui nini. Yes, kwa sababu kumbuka kwanza yale ni maeneo ya chuo. Sahihi. Na wazazi wamekuagiza kwa ajili ya kusoma. Ndio. It is not all about entertain wewe mwenyewe. Ndio. Unataka kusoma uweze kujiweka vizuri. So nilikuwa napenda sana ulinzi wao waliokuwa wanaofanya. Ndio. Kwa bwana, kulingana na swala zima ambao nazungumzia wewe la amani. Ndio. Kila moja amani na usalama. Ni vizuri kwanza wewe mwenyewe uwe ndo balozi wa kujilinda. Ndio. Wewe mwenyewe uwe ni mtu wa kujua kwamba tulipo sasa hivi we are not safe. Sio, unanielewa? Ndio. Serious. No one who is safe. Na kitu pekee ambacho tunasema unachopaswa kukifanya, usijilinde wewe mwenyewe, epuka kuwa mbinafsi. Kama kuna
sehemu kabisa au kuna kitu unajua kwamba hiki kinaweza kuhatarisha usalama wa mwenzangu huyu, ni vyema ukamueleza pia kwamba bwana. Yes. Sasa ndio maana wewe ukishakuwa salama na wewe utaweza kumlinda mwingine. Yani there is no protection of somebody without starting with you. Sio, naelewa. You have to start with you, after then you can be a protector for someone. Mbona kama sielewi? Utaelewa. Haya, mimi nimezungumza tu hivyo bwana. Kwa amani, naamini umenipata vyema. Unajua mwalimu aliyekufundisha Kiingereza anatutesa sana. Mambo ya kawaida. Yaani mwalimu aliyekufundisha Kiingereza kama angejua huku na hapa sijapanda magari ya njano. Na hapa sijapanda magari ya njano kabisa. Unatiririka hivi. Natiririka. Kiukweli kupanda magari ya njano. Kiukweli mwalimu aliyekufundisha Kiingereza anatutesa sana sisi huku. Kama angejua mateso yatakuwa hivi, kiukweli angetuhurumia mapema na hata asingekupatia maarifa yanayofaa. Bas. Bwana, tumemaliza. Asante. Tumemaliza na bila shaka tukapate mapumziko mafupi. Tukirejea hapo tutakuwa ni wasaa wa kwenda sasa kuangazia taarifa za kimichezo ndani ya JN Sports. Yes. Endelea kusalia nasi, usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, lakini pia Facebook, TikTok, huko kote tunapatikana kama JNTV Tanzania, na usiache kushiriki nasi maoni yako kupitia nambari ya simu ya 0629 0059 65. Unaweza kutupigia simu, lakini pia unaweza kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kuhusu yale yote ambayo tunayajadili humu ndani, na maoni yako yatasomwa vilivyo kabisa na simu yako itapokelewa vizuri kabisa. Mimi ni kuage kwa sasa, kwa dakika chache nitarejea kuja kwenye JN Sports, na hapo dereva wako atakuwa ni Andrew Nehemia.